Hello my people, hope mko poa, mko fine. Mimi niko fiti kabisa, nashukuru. So acha tuanze kwanza kwa kumshukuru Mungu kwa hizi dakika, kwa haya masaa ambayo ametupea uzima, uhai. Iwapo hata kama uko mgonjwa, unapitia changamoto, lakini unapumua kwa imani, ni nguvu zake, si kwa ajili ya nguvu zetu. Acha tumrudishie shukrani. So wherever you are watching this video, please share, like, comment and subscribe and be blessed in the mighty name of Jesus. So today we are going to learn something small here in the Bible, of which I know a lot of people does not understand what is the meaning or kwa nini huwa inasemwa hivyo. In the book of Galatians, the book that said, enyi wa Galatia, msio na akili, ni nani aliyewaroga? So guys, najua kila mtu, kuna wachache ambao wanaelewa Galatia inasema nini, na kuna wachache ambao huwa wanajiuliza hao wa Galatia ni wakina nani. So let me take it clear for you. Wagalatia ni mimi na wewe ambao unatazama hii video, na huyu ni Paulo akiuliza Wagalatia ni nani aliyewaroga. So Paulo anauliza Wagalatia ni nani aliyewaroga kwa ajili ya vitendo ambavyo wanafanya. Yaani wewe unaamka tu asubuhi, unakaa hivi chini, unafikiria, unajiambia huyu jirani yangu Mary huwa niangalie vizuri, na leo nimeamka niko mgonjwa. Ni kama huyu Mary ndio mwenye ananiroga. Mbona ufikirie Mary ndiye anakuroga na we mwenyewe hujakuwa 100%? Mungu hajakuambia ni Mary ambaye anakuroga. Yaani tuko na first judgment before God. Mungu anasema hapana, tusikue hivyo. Sisi wenyewe kwanza tupendane sisi na wenyewe. Alafu zuia sana ulimi wako kutamka maneno, manake maneno yana nguvu kushinda vitendo. So wakati ambao wewe unakaa chini ukijiambia huyu jirani yangu ndiye ananiroga, ndio maana anafanya nateseka, kaa ukijua huyo jirani hafanyi, lakini siku ile atafanya, itatendeka. Na itatendeka kwa sababu already wewe uko na ile mentality ya kusema ni yeye ambaye huwa anakutendea. So akifanya tu hivi kidogo, mentality yake itakuwa imeshika na imetendeka. So